نور ميديا أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. Ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mkarimu, mwingi wa rehema, yeye ambaye tunamwabudu, tunamuhimidi, tunamtegemea kila kitu Mola wetu, na kwake tujilinda na maovu ya nafsi zetu na matendo yetu. Aliongozwa naye, hakuna yote awezaye kumpotosha katika viumbe wake, na yeyote katika viumbe aliyoamua kukiuka kuna sheria yake Muumba akamuacha katika upotovu wake, hakuna kiumbe yote, binadamu wala jini, anayeweza kumuongoza wala kumwokoa. Tutafaulu duniani na akhera pale ambapo uwinjo wetu utafanana na undani wetu, tukafuata mafunzo ya Uislamu sawa na njia sahihi aliyotuachia nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka pale kifo kitakapotudiriki. Atakayemtii Mungu na mtume atafanikisha duniani na akhera, na atakayemwasi Mungu na mtume aelewe ya kwamba Mungu kama Mungu utakuwa haujapunguza chochote kunako uwezo wake, bali ni nafsi yako na kumitia hatarini. Allah, tunakuomba utupe sote mwisho uliokuwa mwema. Allahumma amin. Inshallah, darasa letu la kwanza ndani ya mwezi huyu wa Dhulhijja ambao tunamalizia, tunasoma faida rakam 81, alwasiyatu mata takunu wajiba wa muharrama wa jaiza. Somo nzuri sana, tujitahidi tufate kwa makini sana. Ikra ya walad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh Rahimahullah, babu dhikrul maut wa qasrul amal. Naam, ndio mlango wetu ambao tutazungumzia leo, mlango ambao unatuhimiza kukumbuka sana kifo na kukumbuka kwamba uhai wetu ni mfupi. Allah subhanahu wa ta'ala kwa uadilifu wake aliumba kifo, akajalia kuwa na ndio njia ya pekee ya kwenda kukutana naye Mwenyezi Mungu. Kifo kinamchukua mtu mzima kiafya, kinamchukua mgonjwa, kinamchukua mzima wa akili timamu, kinamchukua mwehu ambaye tunaita mwenda wazimu, kinachukua mimba mjamzito, kinachukua mtoto mchanga, kinamchukua mzee, na kila mmoja wakati wake ukifika, Allah haongezi wala hata sekunde moja. Allah anasema, wala yuakhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ya'malun. Kama Mwenyezi Mungu haicheleweshe nafsi pindi muda wake unapokuwa umefika, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa mambo yote, habari zetu zote anazijua. Kwa hiyo Muislamu mwenye akili timamu yule ambaye anakaa anatafakari kifo, kukumbuka kifo kila saa, itakupelekea kujikosoa katika mengi unayokuwa unamkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa qasrul amal, uhai wetu ni mfupi. Ishi ujuavyo, mwisho utaondoka, na maisha au uhai utakaoishi kaburini ni mkubwa kuliko uhai utakaoishi duniani. Ni vizuri uhusie. Kwa hiyo ujumbe kama huyo, swali linakuja, mata takunu wajiba, ni wakati gani ni wajibu, ni lazima uhusie? Yaani kwa lugha nyingine, kama haukuhusia wakati huo unapata dhambi. Ziko nyakati katika maisha yetu tunayoishi, kila mmoja sawa na mazingira anayokuwa yeye. Kuna nyakati ambayo inamwajibikia ahusie. Kwa hiyo kama haukuhusia unapata dhambi. Wa mata takunu muharrama, na ni wakati gani usia unaokuwa umetolewa
unakuwa ni haram tanfidhu, kutekeleza. Yani mwenye vyake kausia, mnakwenda kugawa mirathi, mnajua kumausia mwenye vyake alisema hivi, na pengine aliacha ameandika, lakini ukiwa ushapokea unasema huyu usia ni haramu, kwa lugha nyingine haufatwi. Hata kama alisema hivyo, hata kama aliandika, lazima leo tujue ni wakati gani unakuwa ni haramu. Tatu, wa mata takunu jaiza, na ni wakati gani inajuzu kutekeleza na kutotekeleza. Yani hili limebakia hai, mna maamuzi, ndio alihusia, lakini chana mnaacha au basi acha kutekeleza. Ni wakati gani? Ni kwenye maamuzi yetu sisi? Hapana, dini haikuacha kitu. Na ndio maana ukisoma Qur'ani na hasa suratu An-Nisa, sura ya kina mama, kwenye aya zinazozungumzia mirathi, utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila alipoamrisha kwenye swala la mirathi alisema min ba'di wasiyatin yusi biha au dayn. Kwenye aya nyingine yuswa biha au dayn, baada ya kutekeleza usia aliyohusia marehemu na deni alikuwa anadaiwa umeshalipa, ndio mirathi ifuate. Sawa jamani, kabla tujaendelea kwenye darasa, na kuhusieni bila kusahau nafsi yangu, msiingie katika makosa unapokuwa umefishwa marehemu mkafanya kupa na haraka siku ile ya mazishi, mwe mkajifanya ndio imani zimepanda na roho nzuri, mkamtekelezea vya kumtekelezea, ili hali ana uwezo wake aliuacha. Amekufa mtu, ana nyumba, ana mapesa benki, ana gari, ana hivi, ana hivi, alafu nasikia anakuja tukidunga, anasema nitatoa sanda. Anakuja mwingine, mimi gari ya kupeleka nitalipa mimi. Dini haijasema hivyo. Mwazile pesa zake vitoke, ambayo tunaita muuna tajhiz, yale yanayoambatana na masuala ya kumzika marehemu, kuanzia sanda, kuanzia gari itampeleka mpaka kaburi, kama linanunuliwa kule mnalipia, itoke pesa yake. Kwa Burundi sawa na kwenye tumefikia, mashaallah, shirika la IDENA linatekeleza. Si vibaya wakuja kutekeleza, lakini nyinyi kama wahusika, ile gharama ile mkaitoa pia kwenye mali ya marehemu. Bwana hii sanda kwa kule kinua nyumba kulikaza kwenye pesa yake mwenyewe. Maana kuna wengine mnadana jua mtaka mjengo mirathi liko mingi, mnaona mtaka kushtoa hizo zitapunguka, wakati dini imesema zitoke kwanza. Kwa hiyo leo tunatakiwa tujue mata takulu wasiya wajiba wa muharrama wa jaiza, wakati gani usia ni wajibu kutekeleza na wakati gani ni haram na wakati gani ni jaiz. Hadithi yetu moja tu inshallah tutasoma leo. Naam. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala hasbuk. An Ibn Umar ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi radhiyallahu anhu. Huyo anajulikana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Abdullah mtoto wa Umar ibn al-Khattab, kunya yake alikuwa Abu Abdurrahman. Ulida baada mab'athi biyasir, alizaliwa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi kupata utume kwa muda mchache. Mtume alipata utume akiwa na miaka 40 ya mtume. Kwenye miaka 40 ndio na huyo Ibn Umar alizaliwa muda kama ule. Wastuskhira yawma Uhud, na ilipofikia vita vya Uhud ambavyo vilitokea mwezi wa Shawwal mwaka wa 3 wa Kiislamu. Ustuskhira huyo Abdullah ibn Umar alikuwa miongoni mwa wale walikuja na wao waende kupigana jihad, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mzazi wetu kwa huruma alikuwa nao, anamtazama kimo chake na kumwangalia mdogo, yana mdogo, na wakati huyo wa huwa ibn 14 sinin, alikuwa na miaka 14. Tena bahati nzuri miaka 14 kisha baada hivyo unakumbuka ulipobali alikuwa na miaka mingapi? Wengine hata wakumbukaje. Yeye tayari kisha baada, lakini kimo chake kinamuonyesha kama ni mdogo kabisa. Mtu anaelewa wewe.
akawa kweli hakwenda kupigana vita vya Uhud, alilia sana, kalia. Watoto wamelelewa kwenye nyumba za tauhid, nyumba za imani, nyumba za takwa, za uchamungu. Anaona kama pepo inampita nyanja za vidole, kalia. Kwa nini mtume alikatalia? Alafu mbaya palikuwepo mwenzake ambaye wanafanana jina, anaitwa Abdullah. Yeye kidogo kidogo ilikuwa mrefu kuliko yeye. Huyo mtume akamwacha kaenda kwenye vita kupigana. Vita ilipoisha, wamerejea majeraha, walikufa mashahidi. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ambaye babake na Abdullah huyu, anafika nyumbani kwake, anamkuta Abdullah macho yamevimba kwa kulia. Anamuuliza unalia nini? Anasema ya abati, ewe babangu mpendwa, ewe babangu mtukufu, manani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahab ila jihad. Mtume amenikatalia mimi kwenda kwenye jihad. Nilikuwa nalia, alikatalia. Wa adhina li Abdillah wa ana wallahi asra'u. Na mimi baba ninakuapia, kile kiabdillah nikiruhusu mimi nakipiga. Kile tukipambana na kipiga, sio kila mtoto anacheza na wenzake, alikupiga mtoto unamjua na ulikuwa unampiga unamjua. Wallahi ana asra'u, mimi yule nampiga baba. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hasadullah, simba ya Mungu, kumbe haqqan, unasema kweli, kumbe haqqan ya Rabbi, ndio kweli. Umar akataka kukaa chini, akamshika Abdullah, akaja naye msikitini kwa mtume wetu Muhammad. Hawa ndio wazazi. Sisi wao ndio jihad imetokea, alafu kiongozi na wewe katoto rudi nyumbani, alafu wewe majisako na kula bilibili vitaenda. Kama ni babako unasema nini? Sisi wale sina mtu anajijua nini, wachukua watamvumzeni shadada ndio takuja kufa. Maana wale tunajifanya tunapenda sana, lakini wewe mwana nimshika mwanamke tuende huko, ndio kuna uhai wako. Akaja naye mpaka kwa mtume msikitini, kabla Rasulullah, isma madha yakuna Abdullah, msikilize anasema Abdullah, yuko analia kijana. Mtume anamwambia ya bunayya, madhabi, mwanangu nini ya Rasulullah? Mana'tani adh-dhahab ila al-jihad, nikatalia mimi kwenda kupigana jihad na mimi. Wa adhinta li Abdullah, na kukubalia Abdullah, wallahi ana asra'u, wallahi nakuambia mimi namshika nguvu. Mtume anamshika nguvu yule acha kama ni jihad, anabishabisha, sio kweli. Akasogezwa ile pale, Abdullah naye akasogezwa pale. Msikiti wa Mtume hauna carpet, msikiti wa Mtume ulikuwa ni changarawa au mchanga. Mtume anambia sasa tunataka tuone mwenye nguvu ni nani? Muswara. Yeye mieleka kama yeye anafanya majulisina, kwamba hakuna kupigana, lakini mwenye nguvu amtie mwenzake chini hapo. Vijana wakapewa raundi msikitini. Baba wa Abdullah, Umar ibn Khattab, yuko pale wanatazama. Wallahi mrais katijana kila na urefu wake akipambana, Abdullah ibn Umar anamtia chini. Asikubali, labda niteleza, turudi. 3 marati, mara 3 akamshinda. Baada ya kumshinda mtume kama inshallah yakuja takuwa yeye. Na haqqan vita ilifuata ghazwatul Khandaq au ghazwatul Ahzab, mtume akamruhusu babia njoni na yakaenda pambana. Na ghazwatul Khandaq ilikuwa mwaka wa 5, ghazwatul Uhud ilikuwa mwaka wa 3. Mwishoni mwa mwezi wa Shawwal, mwezi wa 10, maana Ramadhani ni mwezi wa 9. Mwezi wa Shawwal mwaka wa 3 ndio ilikuwa vita vya Uhud. Tunasikia mwisho wa mwaka, bado mwezi kama miwili, maana yake ni Dhulqaada na Dhulhijja mwaka uishi, alafu kaingia mwaka wa 4, mwaka wa 5 sasa ndio katokea vita vya Khandaq na yakaingia pambana. Lakini kwa ajili ya mtume alirudisha nyuma. Wa huwa ahadu al-muksirina bila riwaya, na Abdullah ibn Umar ni mmoja miongoni mwa maswahaba 7 waliopokea hadithi nyingi kutoka kwa mtume wetu Muhammad. Haya ni maswali ambayo kila talabatul ilm, kila mwanafunzi anatakiwa ayajue. Yaani atakishikilia usingizi, man humu al-mukthiruna fi riwaya, ni kina nani waliopokea hadithi nyingi kuliko wengine. Tunaposema nyingi tunakusudia akthara min 1000, zaidi ya 1000. Wako ni maswahaba 7, na hao maswahaba 7, huyu jamaa wa kwanza
ni Abu Huraira radhiyallahu anhu, maarufu sana. Abu Huraira alipokea hadithi 5374. Sijui wewe ngapi kichwani? Hilo ni swali kila mmoja atajiuliza. Wewe zako ni ngapi kichwani? Abu Huraira 5374. Wa pili ni huyu jamaa tunamtaja Abdullah ibn Umar ibn Khattab, amepokea hadithi 2630. Na watatu ni mtumishi wa Mtume Madina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, amepokea hadithi 2286. Na wanne ni Ummul Mu'minin Aisha as-Siddiqa binti Siddiq radhiyallahu anha. Mwenyezi Mungu amjalie mama wa uaminifu, mkweli, mtoto wa mkweli, kwa maana kimaanisha mtoto wa Abu Bakr Siddiq, na ni mwanamke peke yake mkundi la watu 7. Aisha alipokea hadithi 2210. Kisha na watano ni Abdullah ibn Abbas turjuman al-Quran wa hibru al-umma alladhi da'a lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala Allahumma faqihu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Huyu ambaye ni wino wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume alimwombea dua kwamba Mungu mpe ujuzi wa elimu ya dini na umpe ujuzi wa tafsiri ya Qur'an. Ibn Abbas alipokea hadithi 1660. Na wasita ni sahaba anaitwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari, maarufu sana, amepokea hadithi 1540. Na wa mwisho wa 7 ni mzee wa wazee Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, amepokea hadithi 1170. Hawa ndio wanaitwa al-mukthiruna fi riwaya. Na huyu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa kana min ashaddi an-nas ittiba'an lil athar. Nadhani tushazungumzia sana kwenye madarasa yetu hapa kwamba ndio sahaba wa pekee anajulikana kwamba alikuwa anafuata nyayo, athari za mtume kuliko maswahaba wote. Huyu Ibn Umar Abdullah imepokelewa kwamba alikuwa hata wakimwambia maswahaba wakubwa, maana baba yake mwingine, kwamba mtume aliwahi kukaa hapa wakati tulikuwa tunaenda Maka kufanya umra, alikaa hapa. Alikuwa akifika naye pale anaikaa kwa kumuigia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, wa huwa ahadul abadila. Na huyu Abdullah ibn Umar ni mmoja miongoni mwa kina Abdullah wane. Hili jina la Abdullah maswahaba yako mengi, akiwemo Abdullah ibn Mas'ud wamo wengi, lakini wako maswahaba wale walipewa kasino kanaka mkakuta al-abadila, yani wale ambao majina yao yanaanzia Abdullah, na huyu ni mmoja miongoni mwao. Wa kwanza ni Abdullah ibn Umar, wa pili ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, na watatu ni Abdullah ibn Az-Zubayr ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, na wanne ni Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hawa ndio wanaitwa al-abadi. Ibn Mas'ud hayumo kwa sababu alikufa mapema. Abdullah ibn Mas'ud alikufa mapema. Hawa wanne Allah aliwapa kidogo umri mrefu, kwa hiyo wakaitendea haki elimu aliwapa Allah subhanahu wa ta'ala, wakafundisha matabiina wengi, wakatoa fatwa nyingi, na ndio maana wakawa utajo wao ni mkubwa, kwa sababu walipata chance ya kuishi muda mrefu. Na mata sanatu 73 fi akhiriha, na alikufa Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mwaka wa 73 wa Kiislamu. Mshoni huyo ndio alifishwa huyo sahaba. Kwa hiyo anasema nini? Naam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, naam, ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Naam, anasema Abdullah ibn Umar, anna, kwa hakika alimsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu mri'in muslim, si haki kwa Muislamu yoyote, si haki kwa Muislamu yoyote, lahu shay'un yusi fihi, yuko na jambo ambalo analotaka kuhusia. Si haki kwake Muislamu yoyote ambaye yuko na jambo analotaka kuhusia, yabitu lailatayn, akalala siku 2, ila isipokuwa wa wasiyatuhu maktubatun inda, isipokuwa usia wake na uandika.
Kwa maana ukiwa na jambo lako, hili jambo ni muhimu, hili unakufa. Maana usingizi ni kifo kidogo. Kuna watu wanalala wanapitiliza, wataamka siku ya Kiyama. Ukijua kuna jambo lako muhimu, usia. Kama unaweza kuandika, andika. Testament mnaitaji. Hauwezi kuandika sema, haiwezekani, acha audio. Mfano, maana ili watu walete ihtifa. Labda una deni na mtu anadai. Sawa jamani, mtu amekukomba, mko hao wawili, hakuna shahidi, hamkuandikiana, lakini kakukopa au kakuwekesha pesa yake, niwekee pesa nitaichukua kesho. Kuna wakati inatokea nikatu kwenye kundi ndio na nyumbani yeye, mimi naenda msukuru wa dolari wangu nihifadhie, utalipa kesho. Sio ujifanye ujuaji kwamba ukalali na pesa ya watu. Andika au mwambie mama watoto au karibu, jamani, ukifa kuna amana ya watu hapo, dola 200 kwa pale mkabati hapo. Kama ulieleza vizuri, maana kama ulieleza vibaya, tumwambie kijana wako hizo zimekwenda hizo, inabidi uwe makini. Kwa hiyo hali kama hizo, usilali siku mbili uko na wasia wa wajibu isipokuwa umeuandika. Kwa hiyo ndio ni swali lenye kala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi sharh hadha alhadith, alwasiyatu anwa, na usia huko aina tofauti. Wajibatun, hapo ndio wajibu, yani lazima, kama hukutekeleza kwa kuandika au kwa kusema unapata dhambi. Wa muharrama, na yuko na mwingine ambao ni haramu kutekeleza. Na tatu, wa jaiza, kwa usia ambao inajuzu. Tuanze moja moja. Awalan alwasiyatu alwajib, usia ambao ni wajibu, ni lazima utekeleze. Ni wajibu, wa hiya an yusi al-insan bima alayhi min huquqi alwajib. Sheikh anatoa mfano, sema ni pale mwanadamu anahusia yale ambayo anayo yeye katika haki za wengine ambazo ni wajibu. Limadha? Lialla yajhadaha alwaratha, ili warithi wako ikitokea ukafa wasije wakakataa wakapinga. Kwa nini ndugu zangu Waislamu? Dini yetu ni nzuri, wallahi dini yetu ni nzuri sana sana, tena sana. Allah tulinde dini yetu wallahi. Anapokuwa mfishwa mtu alafu hakuhusia, hakuandika, mimi naona ule mfano wa deni, kisha siku ile ya kilio kama kawaida, imam au shekhe au muhadhir akasimama akatangaza kama kawaida, mwenye alikuwa anamdai marehemu ajitokeze, mwenye alikuwa anadai marehemu ajitokeze. Nadhani ni sunna bado inaendelea. Alafu akajitokeza mtu, mimi namdai marehemu, nilimwekesha hela yake, nilimkopesha, lakini hana maandiko. Wallahi tulikuwa tunaaminiana, kwa tunazima sana, pengine na jambo mingi sana, ila hakuna mwandiko. Unamuuliza kuna shahidi yoyote kama unajua ile shahidi yake Mungu, hakuna mwingine. Uislamu ambao Mungu alitupa haujawalazimisha hawa warithi wakubali maneno ya Mungu. Uislamu haujawalazimisha hawa warithi waitike maneno ya Mungu, hata kama ataapa, maadamu hakuna mwandiko, maadamu hakuna ushahidi wa wazi. Uislamu unalazimisha. Kwa hiyo warithi ya kukubali au kukataa. Lakini nabakia swali moja, watakapokataa, umelipona kule? Haukulipona. Juu mpaka mbele ya Mungu utalipa haki ya watu. Sio kama mnaeleweka lakini wao hawana dhambi. Hawana dhambi. Ndio maana hili swala watu wawe makini. Unapokuwa unajua kuna haki ya watu, usia. Uweze andika. Na kitabu chako unachoandika, warithi wako wanajua mzee karatasi zake za muhimu za kuoga pale. Sawa jamani, ili nikitokea ukaondoka walipe vya watu. Na ndio haya maneno ya Mtume amesema kwenye hadithi, ayabita lailatayn illa wa wasiyatu maktubatun. Usilani siku hizo isipokuwa usia wako umeshauandika. Una deni la watu, andika. Unadai, andika. Una amana ya watu umewekeshwa, andika. Au wafahamishe, hakuna aibu, lakini usidai kimya.
Kwa hiyo shekhe amesema ili wasio katae, anasema la siyama idha lam yakun alaiha bayyina, na hasa ikiwa kama hakuna ubainifu wa wazi utakaoonyesha kwamba ni kweli marehemu mzee alikuwa anadaiwa. Mfano مثل أن يكون على الإنسان دين أو حق لغيره. Naam, kama tulivyosema, mtu anapokuwa na deni au kuna haki ya mwingine, فيجب أن يوصي به لا سيما إذا لم يكن فيه بين. Naam, shekhe anasema ni lazima ausie hilo, na hasa pakiwa hakuna ubainifu uliokuwa wazi. Kwa nini? لأنه إذا لم يوصي به فإن الورثة قد ينكرونه. Wa hadha sahihi, kwa sababu kama hakuhusia yawezekana warithi wake wakaja wakapinga, wakakataa kusema hapana, mzee alikuwa na deni. Naam. والورثة لا يلزمون أن يصدقوا كل ما جاء من الناس وقال إن لي على ميتكم كذا وكذا. Kama anavyosema Sheikh, anasema walwaratha la yalzimun, wale warithi hawalazimishwi na sheria wakubali kila atakayekuja akidai kwamba hakika marehemu wenu mimi nilikuwa namdai hivi na hivi, au haki yangu ile. Sheria haijawalazimisha kwamba lazima ukubali. Naam. لا يلزمهم أن يصدقوا. Naam, wala sheria haijawalazimisha kwamba waitike hayo. فإذا لم يوصي الميت بذلك Kama marehemu mwenyewe kusema, kwa nini? فإنه ربما يكون ضائعا. Naam, pengine inawezekana hiyo haki kwa imepotea. فمن عليه دين Sheikh Ibn Uthaymeen anatuelekeza sema yoyote ambaye atakuwa yuko na deni, yani حق في ذمته Naam, لأحد au atakuwa na haki ya yeyote, fa innahu yajibu alayhi, أن يوصي hilo به. la kuzingatia, ni lazima kwako uhusie. Usia wa Sheikh Ibn Uthaymeen, ukiwa na deni na mtu uhusia, na ukimaliza kulilipa waambie warithi wako, jamani, niliwaambia kama fulani anaenda nishamlipa, kwa hiyo nikifa leo asitakadai vingine. Sawa jamani? Kwa hiyo usia kama hiyo ni wajibu. Naam, كذلك أيضا يجب أن يوصي لأقاربه ghairi alwarithin. Allahu akbar. Na vile vile Sheikh anasema kadhalik yajib, kwa hiyo masuala pia ya deni ni lazima uhusie ndugu zako wa karibu, ghairi alwarithin, ambao hawana haki ya kukurithi. Unapokuwa unadaiwa, umeshamwambia mke wako, umewambia wanao, au wana haki ya kukurithi, una mdogo wako, una mkubwa wako, una shangazi yako, una mjomba, una shemeji yako, una rafiki yako, ndugu wa karibu, mwambie bwana, nikifa leo, nikifa kesho, ile gari natembelea sio yangu, ni fulani. Ile gari natembelea bado ina deni fulani. Maana hata mkeo na wanao, alimani yazidu wa yanku sharaju, imani wewe inaongezeka yana punguka. Unaweza kusema nimewaambia warithi wangu, baada ya kufa wakaamua kuuchuna, si inawezekana? Kumbe waambie na wale ambao hawana haki ya kukurithi, na wao wajue kwamba kaka anadaiwa, ili ukifa ukikauka, wanao na mke wale pia wanakuja kulishatoa deni la marehemu baba yenu. Sawa? Mtu hapa anataka sasa, Sheikh ametoa wapi? Maana kwenye dini sio akili. Adini bin nakli ya jawab. Dini inakwenda na qala Allah qala Rasul. Kwa hiyo tutafuta dalili hapo. Sheikh anatupa dalili. لقول الله تعالى Aya hiyo tunayo sura al-Baqara aya 180. Mungu anasema nini? كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. Naam, alwasiya lilwalidain walaqrabin, mpaka mwisho wa aya. Allah anasema kutiba alaykum, mmeandishwa, idha hadara ahadakum almaut, pindi mmoja wenu atafikiwa na kifo. Kwa wengine, pindi mmoja wenu ataziona ishara na alama za kufa, ikiwa kama intaraka khairan, ikiwa kwamba ataacha nini? Mali. Almuradu bil khair fi tafsir, bitabu ya tafsiri inasema mali. Kama utakuwa na mali mengi ukaanza kuona ishara za kifo, mfano umepimwa unakuwa na kansa haiponi, au daktari anakuambia na wewe ukiishi muda mrefu wa kuanzia hii tarehe na kupa mwaka hutozidi. Kuna watu wanaomba hivyo, kama una cha kuhusia usia. Nadhani magonjwa kama haya, Allah tulinde na walinde Waislamu na marefu kama haya. Ukiziona dalili kwamba una mali nyingi, Mungu anasema intaraka khaira, kama utakuwa na mali nyingi
Tafsiri na kusema kwamba alwasiya, usia wala lilwalidain, na wazazi wako waambie zile mali mnazo, kuna mali ya benki, kuna pesa ya fulani, kuna pesa ya fulani, kuna pesa sio tu wao, wal aqrabin, na ndugu wa karibu. Jamani, ndugu sio kuzaliwa tu, ndugu ni kufaana. Maana inawezekana ndugu yako mnaweza kuwa ni damu moja, lakini akawa adui yako, na inawezekana kuwa ni rafiki yako, hakuna penye mtokana isipokuwa urafiki, lakini mkafaana, mkanukana, mkafanana. Kwa hiyo unamwambia naam, fakharaja min alwalidain wal aqrabin man kanu waratha. Naam, bila shaka aya iko wazi. Naam, ndugu wa karibu na hao nini miongoni mwa wale ambao ni warithi. Fa ina alwaratha la yusa lahu, kwa sababu warithi hawahusiwi. Nini maana hawahusiwi? Sheria ya dini ya Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala alipanga kila swala linalohusu mali. Allah tupe mali ya rabbal alamin. Allah tupe mali ya rabbal alamin. Amin. Kila swala linalohusu mali Mwenyezi Mungu hakumwachia mtume ndio apange. Sijui kama hicho kitu mshalichunguza. Ukitazama hata kwenye zaka inavyogawiwa, inna masadaqatu liman lilfuqara wal masakin wal amilina alayhi, mpaka mwisho wa aya, mafungu manane. Mungu mwenyewe aliomba mtume kagawe, Mungu ndiye alisimamia. Ukija kwenye masuala ya mirathi, namna ya kugawa kismatu mirathi, zile rubu, thuluth, thuluthain, sulus, sawa, thumni, zile ekobili ziko fraction beta moja, enka, entier, enwitier, betier, khums, encinquier. Mungu mwenyewe mpanga. Ukifa una watoto, umeacha mke na wazazi wawili, na uko na watoto wa kike na wa kiume, watoto wa kiume watachukua fungu mbili, watoto wa kike fungu moja. Vile umeacha watoto, mke wako atachukua moja ya 8, ndio thumni. Kama umekufa mwanaume, umeacha mke lakini haukuzaa, kwenye mali yako mke wako atachukua moja ya 4, ndio robo. Kama mke wako amekufa na yeye hakuzaa, kwenye mali yake wewe mume, sheria inakupa nusu, moja ya 2. Kama amekufa mke na alizaa, aliacha watoto, sheria wewe mume inakupa moja ya 4, robo. Sawa jamani? Dini kama haikuacha jambo masuala ya mali Mungu mwenyewe. Jua nini, hakuna mchezo kwenye hela. Na ndio maana mtume alisema mtu yeyote Mungu atampa mali, kisha yeye akawa sababu ya ile mali kumtoka, laki Allah yawm al-qiyamah wa huwa ghadban, utakutana siku ya kiyama wewe na Mungu na Mungu amekuchukia. Afadhali watu waseme uko mgumu kwa kulinda mali yako kuliko watu kusema uko ni mwanga kwa kuharibu pesa. Mali, Allah atupe mali. Tena watupe mashehe kabla ya maamuma. Semeni amina chini baba. Ugani kwa bana. Tunataka mashehe wauzo. Mashehe kwanza kusema wasaliana mbele, alafu maamuma mchenjuma. Chini rombani. Unafanya kitu gani? Mali. Allah anasema katika sura An-Nisa, anasema wala tu'tu as-sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Msiwaachie wajinga, wala tu'tu as-sufahaa, msiwaachie wajinga wale mali yenu kiholela. Mali gani? Allati ja'ala Allahu lakum qiyama, mali ambayo Allah amejalia kwa sababu ya maisha yenu kuwa sawa. Msikubali wajinga waje papue. Lakini wakija wanashinda, wana njaa, warzukuhum fiha, ndio riziki kidogo na wenyewe wakale, ili njaa kula. Waksuru, ana vazi mvishe. Waqulu lahum qawlan ma'ruf, na anapoomba usimfokei, mjibie maneno yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo usikubali kuna maji wote wanakukavua majofu, unasema hamtasimaliza, Mungu atakupiga. Ukimjua yeye anaiba fukuza. Tuchunge mali jamani, acheni mchezo na wewe. Kama msitaki niombeeni nazo. Lakini chungeni sana mali. Mali ndio heshima ya mwanamume.
hasa kwenye zama hizi, vikao vya nyumbani, wamekaa wazee kama baba zangu hapa, unasikia watu wanasema na mzee hajafika, kikao akianza, subiri sasa mzee aingie. Kitoto cha deni ndio mzee yule. Na wengine mzee kaitwa mzee yule. Sio hivyo bwana. Labda ijua ni alfulus tughayyiru nufus, mali huwa inageuza nafsi. Inna al-insana la yatgha mata dhalik amra'ahu istaghna, hakika binadamu wanavuka mipaka. La yatgha mata, wakati gani? Amra'ahu istaghna, akijiona ni tajiri anakuwa na kiburi. Alikuwa mtembea hivyo, unaona na yeye anakufa. Jua anajua mfuko uko vizuri, acha sababu wewe mnyang'anyi nazo. Tasema nikaanza kama mkia mnawezi kwa mpole. Allah aweke baraka katika pato la Uislamu. Maji ni muhimu jamani. Kwa hiyo usio jambo wajibu kama na wabaqiyatul aya muhkama fi ma ada alwarith, na aya mpaka mwisho ni muhkama, si kwamba iko mansukh, yaani hiyo hukumu inatumika, lakini kwa wale ambao si warithi. Kwa lugha nyingine ni kwamba sheria inataka kusema hivi, ni hadithi, ni sahihi hadithi, maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alisema inna Allaha a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyatu lilwarith. Mtume alisema hakika Mwenyezi Mungu kila mmoja kunako warithi Allah alimpa haki yake. Kwa hiyo hakuna usia kwa yule ambaye atakurithi. Maana kuna wakati wazazi walisahau, umezaa watoto wengi, alafu kuna mtoto labda mmoja ni mtiifu sana kwako, mapenzi yanazidi, unakutana mzee anaandika usia, niko na nyumba 3 na watoto 4, nikifa ile nyumba kubwa ile ni ya yule mtoto mkubwa, alafu wengine mtachangia, fala wasiyatu liwarithi, usia kama huyo ufuate, kwa sababu Allah alishampa kila mtu nafasi yake. Na kuna mwingine anaenda mbali, ile nyumba kubwa ni ya mkubwa, hasa akiwa na mke zaidi ya mmoja. Jumbo tulianza kufanya nini? Kutafuta naye, tulitoka mbali, tulianza kukashambrete, alafu Mungu akatupa huyu mdogo, nilikuta. Kwa hiyo nikifuatisha ile gari ni ya mkubwa na ile nyumba, alafu ni mdogo yule hawafuati hiyo usia, kwa sababu Mungu ndiye alishagawa zangeso zarugu zo gusohora bamwe, umwana yakuze yarongo yenda ndamusohore. Nadhani kuna nyumbani liko hivyo, mtoto mkubwa anataka kuoa, mzee anamkatia sehemu ya shamba, anamwambia wewe, akishamtoa hivyo, kuna wakati anatokea wakati wa mirathi, unasikia tu mzee anakuja, ule mshamba mkamia yake hayumo kama socha kama pale yake ambaye anakupa yake. Na kuna watu wanaona vitoto vingine vikaidi kinakuja kinasema mimi mzee shakakupa wewe haumo. Yupo. Maadamu Allah alimjalia mzee akafa mbele yake, Mungu ana hikma, anajua kwa nini alitanguliza mzee kabla yake. Sawa jamani, watu wasome dini na wakae kwenye madarasa. Kwa hiyo wale ambao si warithi ndio aya inakusudia hapa, al-aqrabin, wandugu wa karibu ambao hawatarithi. Naam. هكذا دلالة الآية. نعم. وبه فسرها ابن عباس رضي الله عنه. هذا تفسير الفسير ابن عباس، لكن تفسير ابن عباس لازم نجيبه تتقبل. وذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم أن الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثير بما تيسر لأقاربه غير الوارثين. Wengi wengine wanachoona meusia hivi kwamba mtu akiwa na mali nyingi ni vizuri ausie katika kuambia ndugu zake wa karibu ambao si wale warithi. Kwa maana nyingine ni kwamba nikifa leo nikifa kesho, mwa mali yangu mchukue hata 1 cent yenu 1 ya 5 mumpe baba yenu mdogo ambaye ndio mdogo wangu. Kwa maana kuna wakati nauma, kuna wakati unakutana, mfano yuko mzee, yani mfano yuko kijana, napenda kutoa mara nyingi mfano kwa Umar. Yuko Umar, pengine ana mali, Allah wake baraka kwa vyake, ana watoto wamezaa wengi. Alafu Umar katika rafiki zake kuna rafiki yake Hassan. Kwa muda yuko hai, kuna watu wa Hassan, huwa Hassan anapata chembe akihitaji kutengeneza ile ndani ya Umar. Akiwa anashinda Umar, anashinda na pesa. Sasa inatokea wakati Umar anafishi. Allah anamtukuza. Baada ya
baba mdogo, unasikia tukitoka kikubwa kwa ujumbe mzee, salamu alaykum, vipi umeamkaje mzee, tunahitaji hiyo gari au umekuja kuchukua hiyo gari. Nadhani zinaanza zinakuaga maneno. Sasa dini imetufunza maadamu huyu mdogo wako dini haikumpa sehemu ya kurithi, si vibaya ukahusia kama unampenda huyu mdogo wako, huyu ndugu yako, huyu rafiki yako, kwamba nyewe na nikifa leo nikifa kesho, sinaona baba yenu ni msaidizi, si mnajua tulivyo kwenye mali yangu nitakayokuwa nimeacha, mumpe hemo khums 1/5 ensenche au mumpe robo, ikiwa dini imesema thuluth 1/3, zaidi ya hapo haijuzu. Yaani kijana maana anasema hivi, mgawe mara mbili, wewe mchukue hiyo sio safi. Lakini 1/5 au 1 nyingi sana 1/3 hapo atakia. Sasa leo msio mzafu ni kanunima mtasamba naye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mkiwa na ndugu zenu, wadada zenu na Mungu amewapa mali, si vibaya mkahusia, hasa kwenye dunia ya leo, mkahusia jamani, siona dada zangu na wasaidia ndio haya mali ni yangu, nimechokea, nikifa leo chukueni 1/5 mwa mali muwape washangazi zenu, ukaacha usiku. Maana kuna mwingine ukishakufa hawawajui tu wadada, wanaonyima mpaka na wazazi wale. Ziko nyumba nasikia mwanamke anasema mimi niko na itasi hivi, usimtembezea yote ni baki mwanangu mimi na watoto wangu. Na kwa mkoa anasema kule wewe ndio kwenye msikitini. Kwanza unashana ifanya mbele usitaki kumuona. Nadhani ndio mzuri. Kwa hiyo anakuwa ni makini sana. Ni makini sana kuhusia na kuamini. Jamani, hata kikusanye hatutaenda navyo. Sawa jamani, Allah tulindie vile alivyokuwa mtume. Naam. Amma alwarith fala yajuz an yusa lahu. Tumeshasema yule mwenye katika mirathi katika haki ya kurithi hilo hawezi kupewa usia. Li anna haqqahu min al-ith yakfi. Na haki yake katika yale ambayo atakurithi inamtosheleza. Fahadhan amran tajibu fiha al-wasiya. Hawa watu wa aina mbili au hizi hadi mbili ndio ni wajibu usia. Aidha ya kwanza tumesema ukiwa na haki za wengine ni wajibu usia. Haki ya pili tumesema wandugu wa karibu ambao hawana haki ya kurithi ni wajibu. Unapokuwa kuna haki za wengine lazima ufanye nini na wao wajue. Naam. Thaniyan, alwasiyatu almuharrama. Naam, wasia ambayo ni haram ni wapi? Wa hiya muharrama idha awsa li ahad min alwaratha. Naam, wasia ambayo tumesema ni haram ndio mfano tumeshazungumza. Unapokuwa usia mmoja miongoni mwa wale watakaokurithi, wewe ukampa la ziada, nikifa leo nikifa kesho hii gari ni ya mama yenu, nikifa leo nikifa kesho ile nyumba ya kule ni ya mtoto mkubwa, huyo usia ni haramu na haufuati. Au kuna mwingine anaenda mbali, kuna mwingine anasema nikifa leo nikifa kesho niko na nyumba mbili, ile nyumba ya kule Ruvumera ile ndio wakfu hapo nyoko hivi, nikifa leo nikifa kesho ile nyumba nitoa wakfu, hiyo madrasa hiyo msikiti. Mbona mbona mtoa jumbe kufa? Mbona mtoa kwa haya? Kuna mbaba ndio hivyo. Kiko haya kitoro. Lakini kishaona sura za kufa ndio kinaanza. Nikifa msikia ile nyumba ile na ile kamati ya msikiti. Usia kama hiyo haufati. Kwa sababu utachunganisha watoto na kamati ya msikiti. Wewe kama mtoto si wako huko haya si yako. Wewe kama kwa hiyo sio ngoja kabisa kusema mimi na wapo aliwaje. Na kuna wakati mtu anahusia na wapa kamati ya msikiti, alhamdulillah, unaipa kamati ya msikiti, alafu wanakuja kamati ya msikiti kuchukua nyumba na karatasi, alafu wote wa kamati ya msikiti pako baadhi wako kwao, pako baadhi wako na nyumba yao, na baadhi hawajatoa wakfu hata ya kuchimba mfereji, lakini wanakuja kimbelembele, kuna usia tumesikia chembo kwa wapingo wa kiimani jamani.
chini tu. Na kuna wengine anaenda mbali, nikifa leo, nikifa kesho, tieni pale kabarini, tieni pale kanisa, pale mtie banda la muziki, usia wa hivyo mafatu Muharram. Yani kila usia utaenda kinyume na sheria ya dini, ule ni haramu, hiyo haufai. Nadhani hapo nimeeleweka. Au kuna mzee anasema watoto wangu nawapenda sana na kila mtoto anamjua tabia yake, mimi ndio niamua na naacha mali. Nikifa leo, nikifa kesho, mali yangu, nyinyi watoto wa kiume wa kike mgawe sawa sawa. Usio hivyo unasema ni muharram wa ufaki, kwa sababu Mungu alishapanga lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Hiyo hutafaki mwanamume fungu mbili, mwanamke fungu mbili. Wewe mzee kufa juu wangu, tutakuombea dua utangulie, mimi Mwenyezi Mungu ndio dini. Na kuna mwingine anaenda mbali kabisa, subhanallah. Hawa watoto wanaume wana vurugu, hasa kuna yule Sufiani ana vurugu sana. Unasikia mtu anasema acha nigawe, niko hai. Nadhani nao hapo vipi? Anaanza kugawa, yuko anauza shamba, anauza nyumba hii, anauza gari, anauza yaani mpaka yote inaisha kwa kajoeni. Wecha kuiki. Na kuna wakati Mungu anakuwa mtihani. Yaani jua Mungu utamwona alafu ameshaligawa alafu hafi. Anadunda. Alafu wakati anadunda anakuwa krizi, mwana wake anakuwa na hela. Alafu anaanza kupiga lawama sasa. Nipeni mwalimu ya milioni. Basi unapata nani mtumwa ubao. Ni nafsi haijawi haujafa. Sawa jamani, chini kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sura kama hiyo alishifa. Kwa hiyo usia ambao haramu ni ule ambao tumezungumza. Ikra al-wasiyatu al-mubah. Thalithan al-wasiyatu al-mubaha. Na usia ambao unajuzu sasa, ambao si haramu. Usia upi? Hiya an yusi al-insan bi shay'in min malihi la yatajawazu thuluth. Na hapo ndio tutaishia leo. Usia ambao unajuzu ni pale unahusia mtu apewe kwenye mali yake, na huyo atakayepewa asili miongoni mwa wale sheria ya Mungu imewataja katika warithi. Moja, sharti ya pili, apewe kwenye mali yake la yatajawaz thuluth, na kiwango atakachopewa kisizidi thuluth, moja ya tatu. Mfano, umekufa kwa milioni 100, ndio mali yako yote. Alafu ile milioni 100 umeacha mke na umeacha mtoto mmoja, pengine na mzazi wako mmoja, alafu na rafiki yako au ndugu wako. Wewe ukaja na imani yako ukasema ile milioni yangu 100 nikifa leo, ule baba yako mdogo mampe milioni 40, alafu milioni 60 mtagawa wenyewe watatu ndio baki, yani mama mtampa ikono kidogo, alafu mke na mwanao mtampa hizo zingine. Kwa hiyo dini inasema isizidi thuluth, yani moja ya tatu. Chukua milioni 100 division by 2, kigawa mara 3, ni milioni kama 33 hivyo na vipande, sio hivyo. Maadamu alisema milioni 40 imeshazidi 33, huyo usia haufai. Si kusema tutampa chini, hatumpi, kwa sababu tayari usia tu muharrama. Sio umeelewa? Kwa hiyo tunapohusia kama kiwango kisizidi moja ya tatu. Kwa nini? Kuna hikma gani? Hikma wallahu aalam, Mwenyezi Mungu anajua, ili yule aliyehusia apewe ambayo sheria ya Mungu ilikuwa haikumpa, asije akapate wingi kuliko warithi wenye mali yao. Ndio maana ukihusia apewe robo, kwenye milioni 100 kusema kwamba robo, maana wakidai ni 27 milioni hapo sawa. Au khums NCK milioni 100 unagawa 5 atapewa 20 milioni. Kumsaka 20 milioni kubaki tabaki ya warithi. Ndio dini. Yaani ikiwa nyingi isizidi thuluth. Na Mtume mwenye hadithi anasema fa thuluth kathiri, na hata thuluth ni nyingi. Kwa hiyo hii inatizama kwa watu aina mbili ndio usia ambao unajuzu. Moja, asili ndio warithi, wale watu ambao sheria ya dini ilisema watakurithi, na hao wanajulikana. Wako watu wa 6 kwenye mirathi, wako watu wa 6 ambao kwa hali yoyote lazima wapate. Watu wangapi?
6 kwa hali yoyote lazima wapate. Wa kwanza ni mke, akifa mume mke mahali yote lazima wapate. Wa pili ni mume, imeleka baba. Wa tatu ni baba, mfano nikifa lazima mchango kidogo baba apate, hata ni watoto 200 lazima atapata. Wa nne ni mama, usielewe wamekuwa ngapi hapo? Watu wawili sasa, watoto wako waliozaa wa kike na wa kiume, hawa watu 6, watoto waliozaa wa kike na wa kiume, baba na mama, umeelewa? Baba, mke na nani na mume, ile atakufa kwa hao wengine wanapata. Maana kuna wanaume wengine kishaoa mke wake akifa kinanyima na wazazi wa mke, Mungu atakuchoma. Na kuna wengine hivyo kinyume chake, mwanamke kaolewa, mume akifa, huyo mwanamke ananyima wazazi wa mwanaume, Mungu atamchoma. Kwa hiyo hawa watu 6 lazima wapate. Nadhani kameleka mpaka hapo. Allah tuzidishie elimu. Kwa hiyo huyo ndio si ambao ni ya juzu. Sharti hizo mbili, asiwe miongoni mwa wale watakurithi na kiwango atakachopata kisizidi thuluthi. Kikizidi hapo inakuwa la ya juzu. Ama mengine yaliyobaki ni ya kusoma na yataeleweka. Allah tuzidishie uchamungu inshallah. Acha tutoe azana alafu tuzidi. Ibn Nyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas.